Narudia tena kusema nikiwa madhabahuni, Mama Samia Mungu amemkataa. Na kwa sababu amemkataa, luka juu, shuka chini, umekataliwa. Lala wa Hivi Ukristo ni dini ya amani au dini ya machafuko? Tujiulize kwanza hilo swali fupi kwanza kabla hatujamchambua huyo askofu. Anajiita askofu mwana mapinduzi, sio askofu nani. Kwa sababu hii kauli ya huyu jamaa ni ya machafuko moja kwa moja. Kwanza huyu jamaa ni genge la Gwajima. Kwa hiyo uipime hiyo sentensi yake, ina chuki ndani yake. Unajua, sio leo nimeanza kuizungumzia dini yangu ya Kikristo. Ndugu zangu, mimi ni Mkristo. Watu wao wanafikiri ninavyo ikosoa dini ya Kikristo mimi ni Muislamu. Hapana. Mimi ni Mkristo na nimepewa elimu ya kutosha kabisa ndani ya Ukristo ya kuitambua dunia na kupambana duniani kupata riziki. Lakini kadri nikichunguza hii dini yangu, naona hata hii ni dini ya machafuko ya ndani kwa ndani. Unajua, Ukristo una matatizo, na matatizo ya Ukristo yanafunikwa na superpower, ambao hawa superpower wanatumia kivuli cha nguvu yao kuuchokoza Uislamu ili Uislamu uonekane ni mbaya kuliko Ukristo. Sijui umenielewa? Kwa mfano, tunajua ugaidi ni biashara ya Marekani. Hiyo haina siri. Kama ulikuwa hujui, katafute. Sasa kwa kutumia kivuli cha ugaidi, wengi huwa tunaona kama vile Uislamu ni dini mbaya sana. Lakini chunguza katika maisha ya kawaida tu, normal life, yani maisha ya kawaida, Uislamu ni unapromote maisha, Uislamu unapromote binadamu, Uislamu unapromote, yani tuliosoma biology na Uislamu haviachani, yani vinaendana. Lakini ukiangalia, kwa sababu biology is life, biology is the study of life, biology ni maisha halisi. Lakini ukiangalia biology na Ukristo kama vinakataa, mtu ataniambia unamaanisha nini? Ukristo unapromote ushoga wazi kabisa. Nenda Marekani, ukihubiri mwanaume mmoja wake wengi, hilo kanisa lako linafutwa kabisa. Lakini ukihubiri mwanaume amuoe mwanaume mwenzake, mwanamke amuoe mwanamke mwenzake, hilo kanisa is okay. Hiyo ni Marekani. Hiyo ni nchi ya Kikristo. Yani sijui, yani Ukristo kweli huu Mungu ameubariki kweli? Sasa turudi kwa huyu chawa wa Gwajima ambaye anasema Mama Samia amekataliwa na Mungu. Kwanza, hawa ndio kanisa lao limefungiwa. Kwa hiyo huyu bwana kwa sababu tayari ana watu ambao wanamwamini kwa chochote atakachokisema. Kwa hiyo anawajaza illusion kwamba Mungu amemtuma, kwamba Mama Samia amekataliwa naye. Okay, labda ni kweli. Turudi kwenye Biblia. Mungu alikuwa akimkataa mfalme wa sehemu fulani, alikuwa anamtuma nabii kwenda kumpelekea yule kiongozi taarifa. Je, yule nabii alikuwa anakusanya watu anawahubiria kwamba Mungu amemkataa kiongozi wenu? Sidhani kama kuna sehemu katika Biblia nabii alikuwa anapewa ufunuo kuhusiana na kiongozi fulani na yule nabii akawakusanya watu akawahubiria kwamba Mwenyezi Mungu amemkataa kiongozi wenu. Yule nabii alikuwa anakwenda moja kwa moja kwa kulikuwa na peaceful way ya nabii kufikisha ujumbe kwa mfalme kwamba Mungu amechukizwa na tabia zake huyo mfalme. Kwa mfano, Daudi alivyotembea na mke wa askari wake na Mungu akachukizwa naye, Mungu alimpa ufunuo nabii, na nabii akaenda kwa mfalme Daudi kwa hekima kubwa kabisa, akamwelezea mfalme ni namna gani Mungu amechukizwa na alichokifanywa, na namna yule nabii alivyodeliver ule ujumbe kwa mfalme Daudi ilikuwa ni kwa fumbo zuri sana. Kwanza, nabii alitoa ule ujumbe kwa kumzunguka mfalme Daudi. Yaani ule ujumbe Daudi alipewa kwa fumbo. Watu wanaojua Biblia wanaelewa. Daudi alipewa mfano kwamba kuna tajiri ana mifugo mingi sana na kuna maskini ana kimfugo kimoja. Yule tajiri akawa na ugeni kwenye kasiri lake. Badala ya kuchukua mfugo mmoja akachinja kwa ajili ya karamu, kwa ajili ya wageni aliokuwa nao nyumbani kwake, yule tajiri akaenda kwa maskini
akamnyang'anya yule mfugo wake, akamchinja kwa ajili ya karamu, kwa ajili ya wageni wake. Watu wanaoelewa Biblia wanaweza wakanisaisha kama nakosea. Sasa Daudi alipopata ule mfano, Daudi alikasirika, akasema huyu mtu ni wa kupiga kabisa. Yaani huyo mtu ni mbaya sana. Nabii akamwambia, mtu mwenyewe ni wewe. Wewe una wanawake wangapi na masuria wangapi? Kwa nini utembee na mke wa askari wako? Ni point gani naileta hapa? Yaani hata kama kweli Mungu amechukizwa na kiongozi wetu wa nchi yetu, kuna namna Mungu ana namna yake ya kupeleka ujumbe kwa huyo kiongozi wetu, na sio katika njia ambayo italeta machafuko ndani ya nchi. Sijui naeleweka wa Tanzania, kwa sababu this guy anaweza akawa anatengeneza vita ya moto kabisa. Kwa sababu gani? Yeye anawaambia chawa wake kwamba Mungu hampendi rais wetu. It's okay. Safi kabisa. Alafu tutengeneze picha au chawa message imewaingia na ikawakaa. Kumbuka Mama Samia naye ana chawa wake wana nguvu kweli kweli. Kwa hiyo ikitokea vita kati ya chawa wa Mama Samia wanapigana na chawa wa huyo askofu, kitu gani kitatokea? Si Mungu wetu ataonekana ni Mungu wa vita au ni Mungu wa machafuko? Yaani is God so stupid like this? Mungu anaweza akawa mjinga mpumbavu kiasi hichi kama huyu jamaa anavyotaka kutuambia kweli? Ndugu zangu, Ukristo ni dini yangu iliyonilelea, ikanipa elimu yote, ikanipa kila kitu. Lakini there is a big problem in Christianity. Kuanzia maisha yetu ya kawaida, Ukristo ndio unafundisha kupora wengine riziki. Yaani ukienda kwenye makanisa ya Wakristo, ukisikia shuhuda, unaweza ukasema, is this a church? Oh, this is hell. Yaani imagine unaenda kanisani, mtu labda anashuhudia, biashara yangu Mungu amenibariki, biashara yangu ya pharmacy imeenda vizuri, nimepata hela. Mimi naweza nikasema hivi, Mungu anapenda tuugue ili tukanunue dawa like, yaani kuna vitu vingine ukivisikia katika Ukristo unaona like, is this church? Yaani huyu ni Mungu gani huyu anapenda binadamu ateseke? Ni kitu gani nataka kusema hapa? Huyu guy amekosea sana. Sasa alafu ndio pale pale nakujaga nawaambia mwe mnaangalia Ukristo wenu. Kwanza ametumbukiza neno Mungu ili kuibaka akili ya watu wake kwamba hiyo message anayosema imetoka kwa Mungu. You see how Christianity is very satanic. Amekataliwa na Mungu. Yaani ili kuibaka akili ya chawa wake kwamba aamini kwamba hiyo sentence imetoka kwa Mungu. Ndio maana wakiwa wanaongea lazima akwambie, anaweza akakutia kamba afa akwambia sema amina. Sema amina yako. Mnanielewa? Yaani wale watu mnaofuatilia Ukristo mnanielewa ninachokisema. Yaani kuna matatizo mengi sana ndani ya Ukristo. Na mimi si nitatoka Ukristo, nitabidi niwe na address, kwa sababu nikikimbia, who's gonna tell you the truth? Nigga, there is a big problem in Christianity. Lakini tujiulize swali lingine. Hivi kuna Mungu wa Waislamu na Mungu wa Wakristo, au ni sisi wanadamu tu tunatengeneza brand? Yaani kuna vitu vingi najiulizaga mpaka nachanganyikiwa. Sasa unakuja unakutana na mtu kama huyu, alafu akili yako bado iko shimoni, kwamba unategemea kwamba yeye ndo aitengeneze akili yako ili imjue Mungu wa kweli, alafu anakupa kamba kama hizi. Ndugu zanguni, Ukristo na matatizo. Ukristo na matatizo kwa sababu gani? Tengeneza picha, umepata scholarship, umeenda Marekani kusoma. Unafika kule, unaingia kanisani, unaambiwa, unakuta askofu labda anabariki mwanaume na mwanaume, anakuambia is okay. Bro, ni hatari. Ukija Bongo nusu, yaani 50-50. Bado hawakubali. Kama vile wanakubali wanakataa wanakubali. Kwa sababu hawawezi kukataa moja kwa moja kwa sababu mabosi wao si ndio huko Marekani. Yaani hapa Tanzania hawa Kristo hapa wanakataa ushoga kwa sababu ya serikali. Lakini ingekuwa tayari Umarekani wote wangekubaliana na ushoga. There is a big problem in Christianity. Na waambieni, kuna watu watanikataa, lakini video yangu ya mwisho nilio react kuhusiana na Gwajima, watu wamekasirika vibaya mno, lakini that is the truth. Gwajima is like ni machino, na sio Gwajima tu. Mtu ende kwa Mwamposa ana ile mahubiri yake, anakuambia chako ni chako. Bro, riski sio kugawana huko duniani kweli? Kama changu ni changu, tutawindana. Ukristo una matatizo. Wakristo mfanyeni research na dini yenu. Matatizo mengi yani social problem ziko kwa Wakristo. I'm telling you, social problem nyingi ziko kwa Wakristo, sio kwa Waislamu. Mwanamke wa Kiislamu aliyeandaliwa kuijenga jamii yake
asipojichanganya na ushenzi wa Kikristo, ni mwanamke mzuri sana. Kwa sababu mwanamke wa Kiislamu kwa mfano, kwenye masuala ya polygamy hana matatizo. Lakini kuna wanawake wa Kiislamu sasa wameshajazwa na Ukristo kidogo. Kwa hiyo wanatafuta mume wake kama wake. Oi, wanawake wenyewe wa Kiislamu, hebu bakini na Uislamu wenu. Huku kwetu kwenye Ukristo kuna matatizo ambayo hamjawezi. Yaani nawasaidieni tu. We have a huge problem. Hatujui ni namna gani tutatatua haya matatizo. Kwa sababu the way haya matatizo tunavyopewa, tunajaziwa na kitu kinaitwa Mungu. Wanawake wa Kiislamu nyinyi ni wazuri sana, ila mnadanganywa na Ukristo. Ukristo ni delusional, ni kujidanganya. Na matatizo mengi ya Kikristo yanatokana na mataifa makubwa kuutumia Ukristo kupropagate mambo yao. Dini ya Kikristo nyingi zimetengenezwa na serikali za dunia. Roman Empire iliyodondoka ikatuachia Roman Catholic. Njoo wa Pentecost wa Marekani wanakuambia mwanamke na mwanaume ni sawa. Yaani haya makanisa ya Kimarekani yanahubiri wazi kwamba mwanamke na mwanaume hawana tofauti. Na nimeshawahi kwenda kanisani nikahubiriwa huo ujinga. Ndugu zangu wa Kristo, tutafute ukweli wa hii dini yetu ili tuelimike, tusiwe na akili za kushikiliwa. Tuelimike, tusiwe wasomi.